kufundisha kuhusu kumtolea Bwana. Giving unto the Lord, giving and tithing are foundational acts of faith and stewardship, worship, obedience and love for God. Ya kwamba kumtolea Bwana na kulipa fungu za 10 ni msingi ama ni misingi ya kuonyesha imani yetu katika hali ya kusimamia rasilimali za Mungu, that is stewardship, wa kuabudu kwetu, uaminifu wetu na upendo wetu kwa Mungu. If there is anything that can show the love that you have for God is by your giving. The Bible says in John 3:16, for God so loved that he did what? He gave. Sema he gave. You see, the giving of God ililetwa na upendo wake kwetu. Kama Mungu hangetupenda, hangelimtoa mwana wake wa pekee. Therefore, true giving must be deliberate and rooted in God's word. So even when we teach about giving and even paying our tithes, we go back to the scriptures. Because anything that does not have a root in the word of God, that becomes a fallacy. Ama inakuwa tu ni hadithi za hekaya. 2 Corinthians, remember this: whosoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Number 7, each man should give what he has decided in his heart, a deliberate action. Kile kitu umekusudia we mwenyewe. Each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Mungu pendezwa na yeye atoaye kwa moyo mkunjufu. When you do these two things, when you sow generously and you give out of a heart that is willing, not under compulsion, then verses number 8 ndio inatokea kwako. Bwana Yesu asifiwe. Sometimes tunapenda kuquote maandiko na tuangaliagi maandiko haya yanatimia wakati gani. Number 8 cannot happen until you learn how to sow generously, and until not reluctantly or under compassion, but with a cheerful heart. Unapokuwa mtu aina hiyo, number 8 mtumishi wa Mungu anasema ya kwamba and God is able to make all grace abound. Ije kwako. Why? Because wewe number 1 haukushurutishwa, number 2 umetoa kwa moyo ambao una hiari, haukungojea mpaka ulazimishwe, number 3 umetoa kwa upendo kwa sababu nampenda Mungu. Then God will make all grace to abound to you, so that in all things and at all times, having all that you need, you will abound in every good. Praise the Lord. Sometimes in life huwa tunataka mambo mazuri tu kwetu, but kuna vitu ambavyo vinakuja kutokana na mambo ambayo na sisi tumefanya. Kama ukitaka kuona neema ya Mungu ikijaa maishani mwako na uwe na vingi, lazima ujue naye Mungu kuna kitu anataka ukifanye. In the book of Hebrews chapter number 11 verses 1 to 4, Biblia inasema ya kwamba now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. This is what ancient were commended for. Imani ni kitu cha maana, na hii inatusaidia katika kujifahamu who we are. Unajua usipojifahamu wewe ni nani, number 1 hutasonga mbele na hutamjua huyu Mungu ambaye amekuita. I want to talk about stewardship ama usimamizi. 1 Corinthians chapter number 4. So then men ought to regard us as servants of Christ, and as those entrusted with the secret things of God. Number 2, now it is required that those who have been given trust must prove faithful. Wakati tunapoonyesha uaminifu wetu katika kulipa fungu zetu za 10, katika kumtolea Bwana, hapo ndipo Mungu anaweka muhuri ya kwamba anawakilishi hapa duniani.
Bwana Yesu asifiwe. The work of Jesus Christ must continue. The church must continue increasing. So preachers must continue preaching. But now, because God is not here and Christ is not here, it is you and me that God has given us the office of stewardship. Tumepatiwa kazi ya kusimamia na kufanya kazi ya Mungu ili tusongeshe kazi ya Mungu mbele. God will demand from us, what did we do with our stewardship? Ulifanya nini kama steward wa Mungu? Were you faithful? Can you be commended? Kitabu kingine kikiambiwa kiandikwe leo, jina lako litatokea hapo ya kwamba kweli huyu amekuwa steward ambaye ni mwaminifu mbele. Amekuwa mwaminifu kwa matoleo zake. Matoleo zako hizo ndizo zitafanya kazi ya Mungu isonge mbele. Ndizo zinaweka stima. Our stewardship is seen in our giving. Kwa sababu Mungu amekuentrust kama msimamizi wake na rasilimali zote ambazo zinahitajika. Lakini wewe umekuwa mjuaji. Kwa hivyo what you're supposed to do, you don't do fully. Unampimia hewa. When you are not fully committed to him, he will not also commit himself to you. Na sasa hapa ndipo tunajikuta kwamba tunaingia kwenye shida nyingi, tunaanza kulia, tunaanza kutafuta misaada huko mbali. And that's why you'll see many people are being deceived because they have forsaken the right way of God's blessings, wakaingia katika kutafuta na nguvu zao. Na Mungu kama hayuko na wewe, no matter how far you'll go and how much whatever you'll do, you'll never make it in life. We are stewards in the house of the Lord. 1 Corinthians 3 and verses 9. For we are God's fellow workers. You are God's field, God's building. Sisi tu wafanyakazi pamoja na Mungu. For the church to grow, for the gospel to be preached, we must understand who we are. Uwe umeketi hapo chini, usijione tu wewe umekaa hapo chini useme watendakazi ni hawa wanaimba hapa mbele, ati hawa ndio workers pamoja na Mungu kwa sababu wanaimba. Forget about that. Anybody who is called a Christian, uokoke saa hii, uokoke jioni, uliokoka miaka 200, sisi wote ni watendakazi pamoja na nani? God sees us as fellow workers. Na kwa hivyo ni juhudi yako sasa wewe mwenyewe, na kazi ni kwako kujionyesha kuwa ya kwamba kabisa unaelewa ya kwamba mimi ni mtendakazi pamoja na huyu. And so when we talk of giving and tithing, this is one of the way of proving, ya kuonyesha kabisa ya kwamba tunajifahamu na ya kwamba sisi ni watenda kazi na Mungu. When you give, you tell God, now I have partnered with you, because whatsoever we have does not belong to us. It is God's. Kila kitu tulicho nacho, hata hiyo kazi unaoifanya, ile pesa unazozipata, mazao unapata nyumbani, sio zako, zimetoka kwa Mungu. Mungu akifunga hiyo mlango hutapata chochote. Kwa hivyo Mungu amekuita partner kwa mali yake. You can see ametupendelea kwa njia ya juu sana. It is a favor that I don't know how we can repay it, only by proving ourselves faithful. Whenever God demands anything from you, it is not yours. Kwanza sio yako, sio yako, na kama ni yako usimpe, because amekupa neema, amekupa uzima, amekupa nguvu, amekupa yani mpaka ukapata kile ambacho ulicho nacho. It belongs to him. Kama Bible inasema gold and silver belongs to him, then we don't owe anything in this world. It belongs to the Lord. But in his goodness and his love, he has made us co-workers. Kwa hivyo anapo demand that it is good for you to give for my kingdom to continue, unapofunga mkono wako, you are doing a disservice to the King of Kings. It is very bad and it is weighty. Ni kitu kina nguvu sana. So usipoifanya inabaki pending. The Bible says we shall give an account. Tutatoa hesabu ya kila kitu. And God was looking upon you, and he knew you have the ability, because he is the provider.
And God will never demand anything from us that he has not given us. Giving is an area of managing the resources of God. Proverbs 3 verses 9. Honor the Lord with your wealth, with your first fruits of all crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vat will brim over. That is, you pay your tithes as a way of honoring him. But now, because we are co-workers, when we faithfully prove our stewardship in this giving and we honor God, he comes back. In the book of Malachi 3:10, bring you the whole tithe into the house of the Lord, that there may be food in the house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room in for it. Ukiwa mwaminifu kwa kutenda hii kazi ambayo Mungu amekupatia. Sasa tumehusishwa kwa kazi. Hata leo hii, the same scripture is working. And God is looking unto you that once you faithfully do your part, ukifanya sehemu yako kwa uaminifu, kwa kuonyesha wewe ni mwakilishi mzuri wa mali ya Mungu, kwa sababu amekupatia uwezo wa kufanya faida katika hiyo. Unapomtolea kwa uaminifu, anasema ya kwamba na yeye huyu Mungu atafungua malango za mbinguni na kumwaga baraka nyingi hata ukose mahali pa kuziweka. Praise the Lord. Oh, the Bible says that the promises of God are yes and amen. If he has said it, he will do it. I will prevent the pests. Nitazuilia hizi wadudu kuharibu mazao yako. And your vines in your fields will not cast their fruit, says the Lord. And all the nations will call you blessed. Hallelujah. I love and I wish and I love and I really want to be called blessed in Jesus' name. But it does not come by. Haiwezi kuja hivi hivi. Ni lazima ufanye kitu katika nyumba ya Mungu, ndio aweze kufungua malango za mbinguni, aweze kukubariki mpaka watu wakikuona wanaona baraka. You know what God does? Let me tell you. When you become faithful, he clothes you. Anakuvika utukufu mwingine sio watu. What people see in you is not what you are. People see a different thing. When you become a God steward, the world must know that you exist. Kwa sababu utukufu wa Mungu, you can never do business with a rich man na uzidi kuhesabiwa kama maskini. It is impossible. Mtakuwa mnatembea pamoja, mtakuwa mnakula pamoja, na wewe lazima utakuwa kama yeye. Ukitembea na Mungu lazima uwe kama Mungu, lazima utukufu wa Mungu uonekane. And the only thing that God demands is your faithfulness and my faithfulness. Uaminifu wetu ni wa juu sana. When God says give, let it be that you are faithful before him. 2 Corinthians chapter number 9 verses number 6. That remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generous will also reap. Each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound at all times. Having all that you need, you will abound in every good work. Anasema ya kwamba yeyote apandaye kwa uhaba, kuvuna ni uhaba. Hakuna kitu kingine utaongezea hapo. If you sow sparingly, unakuwa mtu wa kupanda kwa uhaba. Even in your giving, if you are giving is sparingly, the same shall you receive. Kile unachopanda ndicho unachokivuna. Bwana Yesu atusaidie sana. Na anasema kwamba naye apandaye kwa wingi hupata pia mavuno kwa wingi. Huu ni uaminifu unapimwa. Hauwezi panda kwa wingi kwa nyumba ya Mungu kama wewe si mwaminifu. It is not about saying we are born again. Sio kusema tu tumeokoka. Waacheni uaminifu wetu uonekane mbele za Mungu. And this is a deliberate thing. Ni kitu unakusudia kwa moyo wako na unajiambia, unasema hivi, mimi Waweru, I declare that I will be faithful to my God.
It is your own declaration. Nobody can teach you how to be faithful. We can only tell you be faithful. Wewe mwenyewe ndio taamua kwa moyo wako useme, nami nimeamua niwe mwaminifu kwa huyu Mungu aliye mwaminifu, ili nione uaminifu wake ukitimia maishani mwangu. Kuna wakati Mungu anakuhitaji usimame katika zamu yako. Are you found? Na ukijikuta kwamba hauonekani, don't take it lightly. Jua ya kwamba hakuna uaminifu. God is looking for faithfulness. And in these two areas of giving our offerings and paying our tithes, they are the best areas that you can measure yourself with. Ukitaka kujipima wewe ni nani katika ufalme, jipime na jinsi unavyomtolea. It's the best way to kujipima. Hii mambo mengine tunaweza fanya, tunaweza okoka, tunaweza wacha dhambi, tunaweza hata jazo Roho Mtakatifu, tunaweza hata rukaruka, tunaweza tunga nyimbo, tunaweza fanya mashairi, tunaweza fanya vitu vyote. Where it pains most, unapoguza pesa za watu. And when you find that wakati kitu inaitwa pesa zinapotajwa unasikia kuazika, we jua hauko na Mungu. Hata kama unatoa ushuhuda ya kutoka hapa mpaka town, wewe jua hiyo ni ushuhuda hewa, haina backing, because backing is by your action. Our actions towards God, they back our testimony and our standing in Him. It is upon us to know that God has called us that we may do His work. If this electricity will have to be here, there must be men and women of God who are deliberate in what they are doing, who will be good givers. So that out of that giving, ingine ipelekwe Kenya Power. Na sasa hiyo anaambia, mchungaji umekuja kulipa? Mbona hawamuulizagi mchungaji, mbona hungepiga ndimi huko hii tuone imeridi zero? They know. Hata akipiga ndimi hapa iwezi read zero mpaka pesa ipele ndio iridi anatoka hapo anaenda kwa maji. Hiyo mnatumia hapa na chupa ile ulitoa tena peleka. Ufalme wa Mungu unajengwa namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. And by then you become a co-worker. You might not necessarily preach here, but you are preaching, una preach ukiwa hapo chini. Kwa sababu wewe ndiye unafanya hii mic iongee. Kwa sababu wewe ndiye unafanya hapa ifagiliwe. Wewe ndiye unafanya hii nyumba ikuwe maridadi. So you are also sharing the preaching of them. What a blessing is that. Naye Mungu anasema hivi, I will never leave you. I will be with you all time. Kwa sababu ya uaminifu wa all the men of faith, they were faithful. It is upon you, it's upon me. Tuamue kwamba sasa Mungu nisaidie mtazamo wangu ubadilike. And until when you shall see God first, kabla hujafikiria sana mambo ya kwako, unawaza mambo ya Mungu. I must pay my tithes, because my tithes ndio zinafanya nyumba ya Mungu ikae vile ilivyo. I must give my offering, because out of this offering is what is making things run in the church.